Vipi hapo kwenye mashao? Tunafanyaje katika mazingira ya hapa? Kwa sababu mkubwa wako mwenyewe ndo kama vile ulivyomuona. Kasha waka nini kideli lelesi, hataki kupoa. Tunafanyaje? Nakupenda sana mpenzi wangu. Na hakuna yoyote yule kunizia mapenzi yangu kwako. Ndio maana nipo tayari kufanya chochote kwa ajili yako. Hapo kwenye mimi bila kuchoka. Nakupenda pia mpenzi wangu. Mimi ndo tembo lako ujue, afu ndo ulinzi wa kutosha. Afu niko tayari kwenye kila jambo. Yaani mimi ndo tembo ambaye niko tayari muda wote na saa yote nivunje mtu yote mkubwa. Ili mradi wewe nikulinde. Sitaki tantalila kwenda kupiganisha vitu kwa masuala. Wandema mwanangu, yaani unaambatana na mtu ambaye hajui hata hatua za ukuaji wako. Sikutegemea mwanangu kipenzi, kama ungeweza kufanya kitu kama hiki. Ni mtoto ambaye nilikuwa nakutegemea kwa kila kitu, lakini leo unanisaliti Wandema. Nitafanya kila jambo uweze kurudi kwangu. Sikutegemea kama utakuja kuongea maneno ya kishujaa kama hayo. Alafu kuhusu mamangu, usijali. Wewe kwangu ujue. Alafu mimi najivunia wewe ndo mashao. Wewe ndo mama mjengo. Si unajua? Pumbavu kubwa. Ina maana wanahisi ni vitisho. Wapumbavu wakubwa. Mimi niko serious na ninachokifanya. Nataka wafanye kama ninavyofanya. Sasa basi, haya maji yalivyo muhimu kwenye uhai wa binadamu, basi na wao wanione mimi ni wa muhimu kama yalivyo haya maji. Hakuna kitu utakachokifanya kikaenda sawa bila mimi. Wasifanikiwe katika maisha yao. Wasitimize jambo lolote bila mimi. Ikawe nuksi kwao katika maisha yao yote. Huyu kijana kila hatua anaopiga isiwe ya mafanikio kwake. Awe ni mtu wa kuteseka kila siku. Hiki ni sasa cha zamu na kinapaswa kulipwa kwa damu iliyotukuka ili agano litimie. Sasa basi, chagua moja: kulipiza kisasi cha dhambi au kufa kama mimi. Nakuomba nisaidie kutoka katika shimo hili la mateso. Na njia pekee ni wewe kulipiza kisasi cha dhambi. Mungu. Vipi? Mbona tangu nipo ndani nasikia tu niache sio mimi? Yaani ina maana hizo ndoto bado zinakusumbua tu? Mke wangu, wewe acha. Hii sasa ni kubwa kuliko. Bado tena nijeta ndotoni. Hiyo ni live bila chance. Kisasi cha dhambi ndani vitimbu, yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi
matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Familia miasi alomfata amtaki kisasi cha dhambi. Msela mengi ameshomizwa ameamua kulipiza kisasi cha dhambi. Mbele kiza kuna nuru mitiani kone kisasi cha dhambi. Yule naye ana mke ndani ila nje anateswa na mapenzi. Huruma kwa ule binti mdogo amesuswa kwa songo na mama mzazi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Songo mwenyewe maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka mitaani, akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana ghetto analala dango kwa wauni. Oh, maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka mitaani. Hii imezidi sasa. Yaani mpaka mchana. Basi inabidi twende tena kwa yule mzee tukamwelezee ili aweze kutusaidia. Itabidi tu iwe hivyo mke wangu, kwa sababu nashindwa kuelewa. Naishi hadi maisha yangu sasa hivi yako hatarini. Nashindwa kuelewa timu yangu imeishi kwa wapi. Usiseme hivyo mume wangu. Hii ni mitihani tu. Huwa inakuja na kuondoka. Utakaa sawa. Ila yule mzee Matonya tukimtumia vizuri anaweza akatusaidia na tatizo likaisha. Wewe kaa sasa hivi upumzike, baadaye twende tukamwelezee. Basi sawa mke wangu. Haina shida. Itabidi tuende. Sawa, basi nikuache hapo upumzike. Mimi niko ndani. Hapana mke wangu, nikapumzike ndani hadi uoga tena ushaniingia. Acha nikapumzike ndani. Inachoma wewe. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi ndani vitimbwi. Pole sana kwa safari. Pole sana kwa safari? Wewe ni nani? Mimi ni mzee Matonya. Nipo kwa niaba ya kukusaidia. Najua huko unapokwenda. Ila nina maagizo yako. Huko unapokwenda, katika hiyo nyumba utaofikia wewe, inatakiwa ufunge milango ndani ya masaa 12. Kisha ufunge na pazia. Hakikisha mwanga wote ule usiingie ndani. Baada ya masaa 12 kuisha, itabidi uchukue maji. Kisha utoke nje. Na hayo maji inabidi uweke ndani ya mdomo wako na uanze kujisukutua. Kisha uyateme magharibi, kaskazini, pote inabidi ufanye hivyo. Sawa mzee wangu. Mimi nimekusikia. Ila kiukweli unanistaajabisha sana. Kwa maana sijakufahamu. Na pia umejuaje kama mimi ni mgeni katika hiki kijiji? Na ndio kwanza siku yangu ya kwanza mimi kufika hapa. Alafu cha pili, hayo maagizo unayoyasema amekupa nani? Tekeleza unavyoagizwa. Acha maswali. Mimi ni mwokozi wa nafsi yako. Angalau ulipotoka
huku kuna usalama, ila huku unapoelekea hakuna usalama hata kidogo. Tekeleza maagizo. Ukienda tofauti na maagizo, kitakacho kukuta utakuja kujutia. Huruma kwa ule binti mdogo amesuswa kwa songo na mama mzazi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Wachuga badi. Familia. Mjomba. Vipi Texas yangu hapo? Hakika bablai. Unabila kupumzika? Bila kuchoka. Sema nini damu yangu? Mimi nimekuja kwako mshikaji wangu. Sema nini mwanangu? Lakini mazonge hapo kwenyewe. Mazonge vipi tena bablai? Na matatizo ujue chafu yangu unavyokuelekeza kwamba vipi? Bi mkubwa wake udemu soma siala mwanangu sana. Mikimbizano hivi rodi mwanangu winji ninavyokuelekeza. Mimi nimekuja kwako mwanangu, chafu yangu lazima utanisaidia. Na mimi nimeamini hivyo chafu yangu kama nikija kwako ndio kimbilio langu. Si unajua damu yangu? Mimi mwanangu kwako mimi nataka hifadhi rafiki yangu. Sio dawa, nataka umhifadhi shemeji yako hata siku 2-3 mwanangu. Kipindi ambacho mimi nataka kurudi kupiganisha maisha ya kweli. Shemeji, wewe ni hifadhi tu kwa sasa hivi. Yeye ataenda huko atarudi kunichukua. Ndani vitimbu ya ni mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbu ya ni mtindo mmoja. Ina maana mpaka muda huo hawajafika. Tegemeo langu nilizani nitawakuta. Bado hajafika, lakini ishara inavyoonyesha hapo njiani. Chukua hizi dawa, nenda kawatengenezee kwa niaba yao. Sawa mkuu. Msela mengi ameshomizwa, ameamua kulipiza kisasi cha dhambi. Nita mama, nitia nini? Nita mama, nitia nini? Karibuni. Mwanangu, maisha ya kweli uchafu yangu ujue. Alafu sio hapa kitambo. Sema kama safi mwanangu, hata masamoni 3 mwanangu umhifadhi shemeji yako damu yangu. Mimi nikapiganishe mwanangu, sasa nitamweka wapi mwanangu? Dege la jeshi limezama mwanangu, afu ujue ndo baharia ujue wewe. Okoa uchafu yangu. Yaani kama kwa dakika hizi 2-3 sio mbaya. Yaani tuseme kuanzia masaa 2, lisali 1 nusu saa. Ila kuanzia masaa 3 hapo uone. Hapo kofia Texas mazonge damu yangu. Kipindi cha winji si unajua mwanangu?
Chepe mwanangu lika limeruka namna hii. Unajua? Na udije nyuma mwanangu kulitali na kwa vigumu. Ikibidi mchaka pele namna hii. Sema kwa kama unakuwa na baleti mwanangu nizingatie. Mimi ni kinde damu yangu. Unajua? Alafu nikishakinda nikipiganisha nini load na geuka mwanangu. 15 lazima. Naelewa. Sema bali haina maana. Ndio, shina. Kweli mwanangu, kweli. Asema nini kama ndamaseo? Yafuta ujue ile damu yangu. Ili futa babu. Anakuachia futa mwanangu sije ukaletea maswala ya nanji na mwenzake Mwarabu. Babu kama futa hilo la mnyonyo babu. Nisije ngapaka nikavimba uso mimi. Naelewa mwanangu sana. Sio unajua kibaharia hivi. Mtu. Hivi sababu mimi nakuacha na mshikaji geuka. Unajua? Mwanangu sana. Maisha yako ni kwa mimi. Ndo baharia ujue. Wafika. Au usela unaweza kutoka unapalamia hata majini. Karibuni. Nayajua matatizo yenu yote yanayowasumbua. Unasumbuliwa sana na ndoto. Ila msijali. Hapa mmefika, nitawasaidia. Matatizo kila siku vioja. Nitashukuru sana. Nilikuwa naomba umsaidie mume wangu. Maana anateseka sana. Na inafikia hatua mpaka anaishi kwa wasiwasi. Ni kweli kabisa mganga. Kama alivyozungumza mke wangu. Napitia mazingira magumu. Siishi kwa raha. Sikai kwa raha mimi. Kila ninapotembea matatizo yanazidi kunisumbua. Sasa mtu mmoja hata nikikaa kijiweni na wenzangu vitu vinanijia. Hadi wenzangu wanashindwa kunitambua, wanashindwa kunielewa kwamba nini kinachonisumbua. Kwa hiyo nakuomba mganga, chonde tusaidie. Tupe kwenye wakati mgumu. Msijali. Matatizo yote yatakuisha. Na wewe anayekusumbua wewe hajafa. Huyo amechukuliwa kwa njia za kishirikina. Unataka kuniambia kwamba mganga ndugu yangu nilomshika juzi kati siku hizi za zilizopita ndio ananisumbua? Mganga, tusaidie mganga. Tupo kwenye mazingira magumu. Hatuna namna ya kufanya zaidi ni wewe tu ndio msaada uliobakia. Ege wanita mama wanitia nini? Kinege wanita mama wanitia nini? Ila naomba unisikilize. Mdogo wako hajafa. Ila nitawapa dawa. Hiyo dawa mtaenda kuiweka sehemu mnapolala. Nayo matatizo hayatakuwepo tena, hatawasumbua tena. Rehema! Nakuja mkuu. Kinege wanita mama wanitia nini? Kinege wanita mama wanitia nini? Kazi yako imeisha. Nenda kaendelee na majukumu yako. Sawa mkuu. Asante sana mganga wa dawa. Tunashukuru. Msijali.
Kikubwa ni kuzingatia masharti tu. Inauma wewe. Inachoma wewe. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Mamdogo, naona umenitoa huko mkuku. Kuna jambo nataka kuniambia. Ndio mwanangu. Sikuelewi siku hizi mwanangu na shida gani. Tukilala usiku unaweweseka sana. Unaota ndoto. Nakuwa sikuelewi. Sijui una shida gani. Mamdogo, mbona kama sikuelewi vile? Yaani kibibi mimi niache kulala na usingizi ulivyokuwa mtamu, nianze kuzunguka si kuweweseka si kufanyaje? Mbona kama unanitania vile mamdogo? Nakutania? Mimi toka lini kawa na utani na wewe? Ninachokiongea na maanisha, maana sikuelewi. Muda mwingine nikiamka sikuoni kitandani. Nikitoka nje sikuoni, nikirudi ndani na kukuta kitandani. Au wachawi wanakuchukua. Kama naanza kukuelewa vile. Maana usiku nikiwa nimelala. Bibi! Kibibi! Abe mama. Mamdogo, subiri kwanza mama ananiita. Inauma wewe. Inachoma wewe. Kisasi cha dhambi. Dada, habari. Habari dada. Upo nyumbani kwangu na kuongelesha hauitikii. Wewe ni nani? Eti wewe ni nani? Na umefuata nini hapa nyumbani? Nikuulize wewe. Mpaka unaniuliza mimi nani? Wewe nani? Wewe dada, usinitibue akili hapa. Sawa? Tena usinichanganye. Usinichanganye kabisa. Niachane na wewe na umekaa nyumbani kwangu. Hivi unajielewa kweli? Yaani umekuja nyumbani kwangu na kuuliza unanijibu unavyojisikia. Wewe ni nani? Eti umekuja nyumbani kwangu na kuuliza. Kwa hiyo ulitaka nikujibuje? Alokuambia kuitikia salamu lazima nani? Alokuambia kuitikia salamu lazima nani? Cheki mlemba wake huyo. Bora hata umekuja. Siku hizi umeanza tabia ya kuleta wanawake ndani. Na kuuliza kaka. Abe mama. Hivi una akili timamu kweli? Katika hili bichwa lako hili, lina akili kweli wewe? Nilikwambiaje? Mpumbavu wewe. Nilikwambia siri za kilingeni haziruhusiwi kusema ovyo. Haya, ulitaka kuropoka nini kwa mamako mdogo? Sina kuuliza. Mama. Nyoko. Pumbavu wewe. Mama, kwani mimi nimefanya nini? Funga mdomo wako. Na nsikusikie tena siku nyingine unatamka maneno kama hayo unaotaka kutamka huko. Wewe, unataka kutia aibu mimi? Unataka kumvua nguo, si ndio? Mbavu wewe. Wewe jiangalie. Nitakutafuna. Au unataka nikuzibe mdomo? Sasa rudia. Toka! Matatizo kila siku vioja.
kisasi cha dhambi ndani vitimbu, yani mtindo mmoja. Kisasi cha dhambi. Unashinda kufika tu hata salamu hakuna, unaanza kumpigia kelele kama hizo. Huko kote ulikotembea umekosa wanawake wa kuleta nyumbani mpaka umlete huyu dada hapa nyumbani. Mwanamke hajielewi, hajitambui. Ni nani huyu hapa nyumbani? Hivi dada una akili gani? Una akili gani haswa? Hivi labda nikuulize ndugu yangu, una akili gani? Kwa hiyo mtu akifika tu hapa tayari kasha kutendea wewe makosa, si ndio? Unataka mimi nilete mwanamke gani hapa, labda wewe kidogo unaweza kaongea naye ukaenda naye sawa? Mbona visa kila siku dadangu? Au unataka niame hapa nikuache peke yako, unakaa peke yako unajitegemea mwenyewe, si ndio? Sawa, haina shida. Huyu kaletwa na rafiki yangu. Rafiki yangu amemleta hapa, akae hapa ndani ya masaa mawili matatu, atakuja kumfuata waondoke. Mwambie siku nyingine awe na heshima. Sio anafika nyumbani kwa watu anaanza kujibu vile anavyojisikia. Amna mimi dadangu wewe nakujua. Yaani huyu huenda ikawaja kufanya chochote kile, ila kwa sababu tu ya wivu wako. Na sijajua sababu ni nini mpaka wanaonea wivu mimi kaka yako. Umeshafika hapo umeshaanza kuongea maneno yako yanayokutosha. Wewe hapo umelizika roho yako, nafika anza kunipigia kelele. Sasa haina noma. Kama sababu kubwa ni kukaa hapa nyumbani kwako wewe, haina noma. Oya shawali. Tondo. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi, ndani vitimbu, yani mtindo mmoja. Kama nataka cheo sasa, beba chungu tuondoke, maana hiki ndio kinachompa kiburi. Yaani ukishabeba hiki map, tayari utakuwa umepata cheo baba. Changamka sasa tuondoke na wewe. Acha. Umeatimba. Kidege wanita mama, wanitia nini? Kidege wanita mama, wanitia nini? Mnakoelekea mnaenda kunikosea. Tena mnanikosea sana. Aliyewatuma mje kwenye kilinge changu ni nani? Baba, tulikuwa tunazunguka tu, bahati mbaya tukajikuta tumeingia hapa. Acha. Sasa naombeni mnisikilize. Tena mnisikilize kwa makini. Niko hapa kwa niaba ya kusaidia watu na sio kwa niaba ya kuzuru watu. Ila mnapoelekea mtanifanya mimi ni wazuru. Mmenisikia? Umeitaka kusikia baba, hatutarudia tena. Haya. Acha. Chukueni mlichokwenda kuchukua. Baba, unaambia uchukue ulichotaka kuchukua. Baba, ni huyu hapa aliyetaka kuchukua mali yako. Baba, vipi umeujajinyea kweli baba? Mimi mtoto ndio mwenyewe. Baba, ila wewe jamaa alikuwa na macho mabaya sana. Mbona tuangalia vibaya sana? Wewe tuzidi nguvu sana. Sio kwa tuzidi nguvu tu. Yo! Nicho atuma mmekamilisha kweli nini? Mbona vitu hivyo atuma sivioni?
Mama, huko tumejitahidi tujua, lakini tumeshindwa. Ile jamali na nguvu sana. Lakini tukiingie. Yaani mimi kirahisi sana. Nimezidiwa nguvu. Ninyi mnajitambua kweli hivi? Sawa. Na yule binti mliochukua maamuzi ya kumfunika kuwa malkia wa Kilinge bila kunishirikisha mimi. Kwa nini? Nisikilize wewe binti. Usihofie sehemu uliyokuwa. Hiyo ndio sehemu yako salama. Na kingine, usimwache wewe unayempenda kwa sasa. Kwa sababu ndio msaada wako wa kesho. Shoga yangu. Kilinge chenyewe ndio hicho. Kweli hapa nitapata tiba nini? Usijali shoga yangu. Wewe usikaniamini ni maana kuja kunieleza shida zako. Basi mimi matatizo yangu yote nilikuwa nakuhadisia kuhusu mume wangu yanaishia hapa. Na ndio maana nimekuleta na wewe aje kutusaidia. Kwa hiyo subiri, akishafika hapa atatusikiliza na tuweze kutusaidia shida yetu. Acha tumsubiri. Karibuni. Asante. Vipi? Mbona modi tena? Kuna tatizo? Ndio kuna tatizo mganga. Na ndio maana nimekuja kwako. Ile dawa leo nipa. Tulivyoitumia tu ndio kama tumeanza mwanzo. Yaani matatizo yameanza upya. Afadhali hata ile mara ya kwanza. Tena amerudi kwa kasi zote. Tukajishauri, nikaona bora nije nikuelezee ili unisaidie. Binti, naomba unisikize kimakini. Dawa sio kama chumvi. Muda wote unaweza kuiunga kwenye mboga na ikakolea. Dawa waga inafanya kazi taratibu. Na haihitaji haraka hata kidogo. Hivyo basi, kikubwa ni kuvumilia. Ni sawa. Lakini mganga, unapotugea dawa tunatumia siku zote hizo. Mimi najua hata kungekuwa kuna unafuu kidogo, lakini matatizo ndio kwanza yamezidi. Yaani ndio kama tumeenda kuwachokoza. Mume wangu sasa hivi ndio hana amani kabisa kuliko hata ile hali ya zamani. Ama kwa kweli hao sio makosa yetu. Hao ndio umlaumu yule kiongozi mwenzako yule. Kwa sababu nilimwambia bwana niweke hata mimi ili wajarambize, lakini alikataa. Tulifanya tunamwacha. Naona sasa hivi mnatawala sana. Mnafanya maamuzi bila kumshirikisha. Ila nakuteua wewe. Ukamleta yule binti na mama yake haraka wewe. Nitamleta hapa tena, ikiwezekana ndio atakuja anatembelea miguu, mikono, kichwa chini, miguu juu. Atapa viboko walikataa. Sina shida kabisa hiyo. Wazao ndoka hivi. Ameyeyuka. Lakini mkuu, na wewe tujitahidi sana. Maana nimepoteza hadi jino langu. Ani unamzungumzia jino badala tupambane kwanza leo tutuma mkuu naanza kuongea. Mimi nimekuja kukusaidia. Natambua nguvu alikopo nazo mama yako. Lakini hapa cha mtoto. Na wewe unaogopa nini? Wa kiume kaza.
Bila staka sigara. Kwani wewe ni nani? Na umenijuaje mimi? Mimi ni Kipe. Kipe wa Makipe. Kipe Sile. Usijali. Nalijua wewe. Ila naomba utambue kitu kimoja. Hapo ulipo upo katika kisasi cha dhambi. Kwa hiyo inahitaji subira na uvumilivu pia. Alafu nadhani utakuwa umenielewa. Nadhani utakuwa umenielewa. Ndio. Binti, pole sana. Asante. Najua unapitia wakati mgumu sana kwa sasa. Na ni kitu gani ambacho kilikushawishi wewe kwenda kukaa kwenye ile nyumba? Ni kwa dada yangu. Lakini kilichonileta hapa ni mtoto wangu. Najua kila kitu kuhusu mtoto wako. Mtoto wako ndio sababu kubwa sana ambao unasababisha wewe unakosa amani. Najua unapata sana shida. Dada yako anakuambia mara amebeba na wachawi. Ingalikuwa yeye ndio mchawi mkuu, ambaye anasumbua sana katika kijiji chetu. Hivyo basi, ili nimalize matatizo yako yote, inatakiwa ulete hapa milioni 1. Sawa mganga, nimekuelewa. Binti, matatizo yako yapo chini yangu. Mimi ndo najua jinsi gani kuyamaliza. Umenielewa? Matatizo kila siku vioja. Kisasi cha dhambi ndani vitimbwi, yani mtindo mmoja. Familia miasi alomfata amtaki kizazi. Huruma kwa ule binti mdogo amesuswa kwa songo na mama mzazi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Songo mwenyewe maisha yake yali duni, ana chochote anazunguka mitaani, akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana geto analala dago kwa wauni. Maisha yake yali duni, ana chochote anazunguka mtaani, huku akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana geto analala dago kwa wauni. Narubuga nango. Mani Ulaya. Na wewe mtenda kwa huko hivi unakaa. Haujui kama kuna watu wenye nguvu zaidi yetu? Wakati nilikuwa nimeenda kutafuta nyama ya Shinyanga, lakini bahati mbaya nimekuta mangofa nimeyaacha. Kitu kingine nilikuwa nimekuja kukupa umbea. Siku ile niliwaambia mnipe uongozi mimi. Kama mnapapaja baba. Ngamba yule binti. Sasa ndo nimeshapewa sasa hivi. Tawajarambisha kikweli kweli. Alokupatia uongozi ni nani?
Mama wewe kikao cha pili ukuwepo. Kikao cha pili ndio nilipewa ukiongozi mimi. Niwajalambishe. Nitawafuata wale mama yake na mtoto. Uje tuatafune nyama. Ila akija amekonda mimi nampeleka Shinyanga kalime mpunga. Hatuwezi kula mtu ambaye hana nyashi. Hamna. Bora vipi hapo? Safi vipi? Baridi? Bado sahihi. Bila kupumzika. Nimetoka zangu kali yako kwa mwangu Mwarabu. Kazi hizi hapa hivi. Samilisha kodi hapo tuone. Hiyo kwenda kufanya shilingi 5000 mnamo tunajaribu kujaribu baridi. Order sister, kazi hapa hivi. Nisiki road na piana road, unajua? 3000 toka Chabuku sio kesi. Mbona si ni nguo zangu? Nguo zako? Ndiyo ni nguo zangu. Kivipi? Yaani kipindi tunaenda ile safari yetu. Nilisacha juu ya kamba. Wewe tula, wewe nini? Nini shida? Nguo za nani hizi? Nguo zangu. Acheni dharau mjue, ndio kali yako muda huu. Oa sitaki malinjilinji mjue nyinyi. Oa wewe. Oa mimi sio nanji mjue. Ndawakinda. Oa nye chula, lete kodi. Lete kodi wewe. Lete na wewe. Nguo zangu. Kachukua baridi, lete. Lete usi. Lete mtambo huo. Oa wewe. Changamka, lete. Hebu simu yangu changamka. Simu yangu. Simu ya nani? Tulia, piskali wewe. Tulia. Lamba matiti wewe. Angusa. Sasa leo unifanye kama kukumtani. Tula. Tulia wewe. Piga kisi. Miasi alomfata amtaki kisasi cha zambi. Msela mengi ameshomizwa ameamua kulipiza kisasi cha zambi. Nje anateswa na mapenzi. Hapo kwenye nyama kwa kiasi unaenda kunishawishi. Sikia nikwambie. Unapoenda kutafuta nyama, haamui kuletea nyama nzuri. Tunahitaji nyama zilizonona, nyama zenye nyashi. Hapo ni kweli. Ila sasa nikwambie kitu kimoja na wewe uniahidi basi. Kule shambani nina mapungufu sana na wanaolima mbugani. Mimi naomba ukiona nyama iliyo konda nipe mimi nimpeleka kwa mzukula kana nalima mbugani. Au unasemaje? Sawa. Si unataka tukusaidie kwenye kazi yako? Kama unataka tukusaidie, nilipie nyama nzuri. Safi sana na nilitegemea maneno mazuri kutoka kwako kama hayo. Safi sana binti. Ndio maana nakupenda. Ila siku hiyo ulinikera sana. Hawezi kuwa kiongozi. Ndio hivyo. Mimi naondoka hivyo. Kwani nimepita nikupe umbea kidogo. Ndio nitakuwa uongozi. Maana nataka kuwa na nguvu kumhimili. Sawa. Vipi sisteli hapo? Nini sapona kama hivyo? Ndio tabia gani? Hivyo una akili kweli? Ndio nini hiki unafanya? Sio ndio nini hivi unafanya da sister? Wewe umekatika ofisini wewe. Hapa ni kwa ofisini hapo napiganisha, tunaita ukweli. Kwapa kazini kwako. Umekosa kazi za kufanya mpaka unakuja kuibia watu mtaani. Kwa nini usichukue hata jembe kule ndio ukalime? Leo nchi yako kwa kibabali da sister. Kwa hiyo wewe mpaka usikie mama amekufa na pressure ndio utakimbia. Sema kama sasa ujichenge bana, mimi niko ofisini na sister, sitaki kuelewa mashauri ya mtu yote, sitaki kama mpaka muda huu. Ujichenge kama safi yani.
Ashukuriwe Mungu ni mchana umenijua kama mimi ni ndugu yako. Jenge ilikuwa usiku. Hivi unajisikiaje kuona watu huko mtaani wanalalamika unaibia mali zao, wanalia? Unarudisha nyuma kimaendeleo. Unajisikiaje? Sema sio muelewa la sister. Mimi nishakwambia Chuga Badi yuko hapa. Napiganisha. Sio nsoma bwana. Mimi niko zangu ofisini. Mbona unielewi la sister? Akili yako haifanyi kazi vizuri au kwamba vipi? Mimi napiganisha, wewe tulia. Vitu vyako nimekupenda maisha ukweli kama safi jichenge. Sisi mgeni barabarani. Naomba badilisha hiyo tabia. Badilisha hiyo tabia, sio nzuri. Huo mwenendo unaoenda nao utaishia pabaya. Mwisho wa siku utakuja uchome moto, uuliwe. Sister usinitolee pateni kama hizo. Mimi ndo songo ujue. Alafu maisha ukweli au sio bwana? Hizi harakati za mtu mweusi ujue. Ili zikirudi mimi niko ofisini nishakwambia ujue nisome kwa makini. Mimi siwezi kubadilika kama Nanji ujue. Mimi sio Nanji mpaka nibadilike da sister ujue na majonzi. Wifi yako ieleweke anaishije mpaka muda huu. Yupo kwa Chuga Badi huko. Kwenda kwa habari za Mwarabu au nichukulia mimi kipanga wewe. Vipi? Na wewe mwanamke unamzungumzia ni mwanamke gani? Huyo wifi yako mmoja hivi mashawali, unajua piskali moja hivi. Yuko kwa mwanangu Chuga Badi hivi. Kwa hivyo ulivyo, ni mtu gani atakayekubali kuolewa na wewe? Au familia gani itakayokubali wewe uwe mkwe wao? Familia gani? Itakuwa ina utindio wa akili. Sio maisha ukweli hayo da sister. Wewe kama vipi kama safi filter tu. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja. Ashukuriwe Mungu amezaa mama. Maana kama asingezaa ili chango lingemuua tumboni. Hii ni aibu yake ya Mungu. Acha kujisumbua. Maana hicho unachokifanya hakiwezi kuwasaidia chochote tu. Tayari mmeshafanya makosa makubwa sana. Mmeingia kwenye kisasi ambacho hakiwahusu. Shika. Shika. Utampatia mzee Lukuga hicho kidani. Anajua matumizi yake. Wewe ni nani? Kisasi cha dhambi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Oya. Wewe mwanangu Songo vipi? Ana chochote anazunguka mitaa. Bwana si wewe mwanangu nini Sio poa da mimi. Mzonge sana huyu. Mzonge gani? Wewe tunajua wakati kwa chodo hicho chini. Kipande cha ofisini kile. Kama unavyoelewa Songo ndo asielewi. Unajua? Ikibidi nile kulu pale. Ushansoma damu yangu hapo wenyewe. Mara ghafla mtu anakatiza mbele yangu. Sinikajua kipoza. Ile nginganka mpa kubwa. Kikili kakala winji wancha unajua zile. Mimi nikala koba. Wewe huwezi amini damu. Mimi nakula koba afu kumbe wewe da sister ujue. Sister. Mbona kama noma? Oya sio poa pale kwenye kanitolea pateni. Unajua ile pateni mwana msana. Oya akatoa namba kweli sister pale.
winji yani tunajua ile usigabo na ile standard hapo. Mimi nikamsikiliza mtu mmoja nikamwambia mtele kubwa ni ile maisha ya kweli da sisi hapo kicheki nimemkosea kweli tunajua. Mimi nimeingia kwenye komunana zake mwanangu. Kama kawaida. Nimeshuka bondeni kule kwa Peshe, nimekupigia macho tu. Nimepanda kwa moo kule na kutazama siku. Nakuja na kutoka hapa. Kama sio kweli ni story kwa taarifa hizi. Kwa mwanangu tujabadi. Mtalangu ni kwapi? Kwa mwanangu mimi kila nitakapotembea muda wote nini? Kama mtu wako awe pembeni. Manaka awe kama bendera yangu, mimi nitakapotinga na yeye nyuma anapinga, si ndio? Hapo sio kweli, hapo unanikosea mwana. Jamani, muda wa dawa. Muda wa dawa. Huu ni muda wa dawa. Muda wa dawa jamani, muda wa dawa. Ndege wanita mama wanitia nini? 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 Acha! Mama, nini tatizo? Mbona mapema hivi? Mkuu, sijamaliza. Kwa nini hujamaliza wakati nimekupa maagizo? Ndio nilikuwa nataka kumaliza, lakini kikatokea kiumbe cha ajabu. Ile mashauri wangu bila mwana. Hapo maisha kweli nitakuelekeza. Utakapotia mguu wako wewe, mtalangu pembeni yako. Sasa mbona unataka namba mbili sizielewe ile mwanzo vipi? Wewe mleta yule pale kwangu ile kwa msaada. Sio kwamba wewe kama hivyo. Hapo maisha haya sio maisha ya kweli. Yuko mnaelewana na wewe. Wewe ukitaka twende sawa, twende sawa kwa sababu mchumba wako kwenye pale alipokuwa anakula maisha yangu kama kawaida. Anakula asubuhi, mchana, jioni hapo kupitia mimi sio wewe. Wewe sio kunifanya mimi hivyo. Mimi siwezi kuzua na yule mtaani muda wote. Wao tunabadi hizo dharau ndio mwanangu. Wao hizo session ujue. Wao hayo mapicha damu yangu ujue. Wao tunabadi mwanangu malingilingi mwanangu maisha ukweli ujue. Wao ndakuja ni kwalimu mwanangu ukipanga ashangae ujue dakika za mwisho mwanangu. Kwa mwanangu ananipandishia mimi au sio? Yaani namlea demu wako alafu na mmoja na mtaanta unanipandishia, si ndio? Maisha ukweli tuishi hivyo. Alafu ukitaka tuzinguane songo mimi na tunazinguana muda wote kwa sababu mimi na mwanangu afu nakulea sana hapo na mshafiki kama vile jao. Sijui kama unanielewa. Haina noma wewe hapa baki peke yako. Alafu ikiwezekana njoo mchukue demu. Sasa kubaki tena mama. Oya wewe upepo, mimi natembea. Mwelekeze ndugu yako. Kwa sababu mtoto analetea patenyu. Sio mtoto analetea makuzi. Wewe mwanangu upepo si umeshuhudia hichi kitu hichi. Mimi ndakuja nimletee songo mbingo yule mtoto uje mwanangu wewe. Hujafanya poa kabisa. Tafanya. Ngombe usana. Wewe kwa ajili yako uje mwanangu upepo. Yaani kwa heshima la kati za mtu mweusi, maisha ukweli. Wewe yule mtoto yule angekuwa Mwarabu ujue ningeshamkatakata ujue. Sema baridi sio kesi. Mimi namtimbia mwanangu. Sina pigo kama za Lukuga. Au sio? Winji wanji. Maisha ukweli. Kiumbe gani hicho? Mimi sikijui. Na kiliniambia maneno ya kutisha sana.
na maneno yake siku ya kalili. Neno nililoliweka kichwani nilia aliloniambia yeye ni kisasi cha dhambi. Acha. Mama, tumeshaanza kuingia kwenye matatizo. Paka hicho kiumbe kimefika kwenye kilinge chetu. Ili ni tatizo. Inabidi tuondoke. Sawa? Wewe amka. Wifi. Wifi imekuwaje? Mbona huku tena? Unashtuka nini? Unaogopa nini? Haya yote umeyataka wewe. Nimekwambia hukutaka kunisikiliza. Umeona sasa? Fanya kitu basi. Wewe umeingilia kisasi ambacho hakikuhusu. Matokeo yake ndo haya yanatokea kutokea. Tuondoke uko twende nyumbani. Tukaonane na ule mzee ndo atajua jinsi gani ya kutusaidia. Twende huko. Inuka uko tuondoke. Jamani, kibibi huyu hapa nimemleta. Japokuwa alinisumbua sana njiani. Nimefikisha akiwa kamili. Safi sana kijana wangu. Usingemleta hapa. Utafuna ukabaki mifupa. Kazi nzuri. Vipi hawaja kupididi huko? Hebu geuka nikuangalie angalia. Hebu. Kazi nzuri sana kijana. Ongeza bidii tu kuongeze na cheo. Vipi hebu ngoja nimwangalie na huyu vipi. Hebu geuka kidogo nikuangalie. Safi sana, kazi nzuri. Natakiwa ukituma kazi unafanya hivi kwa uelewa. Vizuri kijana. Kile nilichokutuma umekifanya kwa usahihi. Tunashukuru. Baby. Vipi mama, na mimi naweza nikayachapa kidogo. Maana mimi mwenyewe nina kiu hilo. Hapana. Hii ni zawadi ya mwanangu. Hakuna mwingine yoyote ataweza kumpa. Basi haina shida. Kibibi. Haya ni maji ya maiti. Ustazati hadi huko. Kwani wewe una shida gani lakini? Mbona kazi yako kucheka cheka tu? Wewe unaona hili swala la kawaida au? Wewe, mimi najua kila kitu. Tuondoke huko. Haya maji ya maiti yana nguvu. Na ndio maana nimekunywesha wewe mtoto wa kipekee kwangu. Leo nimekuleta hapa na nikwambie kitu kizuri. Unawaona wenzako? Hawa ndio wanakuona. Kuanzia leo wewe ni malkia wa hichi kilinge. Kila kitu unachokitaka kibibi utakipata. Ukitaka makalio utayapata. Ukitaka mtoto mdogo utampata. Tunatafuna tunyama wakati wote. Tena atakuwa anamletea nyama zilizonona. Atakuwa anaangalia zile zilizonona ndio namletea.
inabidi aendelee kunona vizuri, maana amenona sana. Sasa kilichobaki ni kuselebuka. Tunaselebuka afu tunatawanyika. Kweli kabisa. Kanyimbo Nzegaleko ne sabuni iteko. Ai ai. 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 Nzegaleko ne sabuni. Matatizo kila siku vioja, kisasi cha zambi ndani vitimbwi, yani mtindo mmoja. Kisasi cha zambi, matatizo kila siku vioja, kisasi cha zambi ndani vitimbwi, yani mtindo mmoja. Familia miasi alomfata amtaki, kisasi cha zambi. Msela mengi ameshomizwa, ameamua kulipiza kisasi cha zambi. Mbele za kuna nuru, mitiani kone kisasi cha zambi. Yule naye ana mke ndani, ila nje anateswa na mapenzi. Huruma kwa ule binti mdogo, amesuswa kwa songo na mama mzazi. Songo na kipato kidogo, ana pesa wala makazi. Songo mwenyewe maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka mitaani, akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana geto analala dango kwa wauni. Oh, maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka tu mtaani, huku akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana geto analala dango kwa wauni. Vipi mwanangu Chugabadi? Baridi mwana. Mbona hujatulizana mjomba wangu? Vipi kuna mjonga au? Mwanangu naomba nisikilize. Mimi na wewe kama urafiki bora uwe mwisho. Unaikumbuka ile siku tumegombana pale kuhusu mwanamke wako? Na nilishakwambia kwamba nakuletea demu wako tumalizane mimi na wewe. Naenda kuchukulia demu wako, nimekuja kukutana sina demu mkubwa gani simuelewa. Ile bibi mkubwa kafika pale, demu wako anadai kwa pole nani? Mama yake. Mara kidogo nakuta demu wako kapotea na ile bibi mkubwa kapotea. Mazonge sielewi. Leo siku ya pili mwanangu natulia zangu omboi, naamka nakuta na bibi mkubwa kanitokea tena nyumbani. Alafu mwisho wa siku anadai kwamba mimi atakuja kuniua, sijui atakuja kunitoa kikoa, nashindwa kumuelewa mwanangu. Ndio maana hapa mbio nilikuwa nakuja kwako. Yaani kwamba unazungumzia futa langu ndio limekuwasha wewe kwamba pale bibi mkubwa wake? Ndio demu wako mwenyewe ndo kasema kwamba bibi mkubwa wake, kwamba bibi mkubwa wake kwamba sijui yeye ndo anamtendia toka ile pale nini kitambo nini, bibi mkubwa wake kumzaa yani. Kisasi cha zambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha zambi, ndani vitimbwi, yani mtindo mmoja. Kisasi cha zambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha zambi, ndani vitimbwi, yani mtindo mmoja. Familia miasi Mganga mwenyewe yuko wapi? Ndio hapa wamesema kwa mganga, mbona hayupo? Mimi mwenyewe nashangaa wifi. Kwa mganga ni hapa na kile ndo kilinge chake. Hata mara mwisho nilipotoka hapa nilimwacha pale pale. Hakuonyesha dalili yoyote ya kuama. Wifi, tatizo lako unakurupukaga. Wewe umekurupuka, safari zako zipangi mapema. Umeona sasa? Yuko wapi sa mganga mwenyewe?
Hivi kwa nini hivi unapenda sana kucheka cheka? Yaani hadi kwenye vitu vya serious wewe unacheka. Wewe ni kama mambo ni ya ajabu. Hebu kuwa serious wakati mwingine bwana. Nyie. Nani alowahusu mpige makelele hapa? Alafu mbona mmekurupuka? Na ndo maana mmekuja kama mazombi, mmevurugwa kishenzi, mmekuja kama mazombi, mmekuja kama mazombi, mmevurugwa kishenzi. Wewe acha kucheka cheka. Mmevurugwa kishenzi. Baridi chuga badi, tuliza mazinzomu. Maisha ya kweli mimi naelewa. Wewe ndo nakuwasha kishikwashi mwanangu sana. Yule bi mkubwa wake mwanangu bonge la wichi. Si unajua? Tena ile wichi kinoma mwanangu ile winji wala maisha kweli kinda konda, si unaelewa zile pale zile. Wewe yule bi mkubwa rafiki yangu mshili ile bovu mbaya haifai. Mimi naikumbuka ile siku ya kwanza unakuja kwangu Songo. Unafika nilishakuchana kabisa kwamba bibi mkubwa huyu hapa Jau. Namjua huyu dembi mkubwa wake Jau. Na mwenyewe ukathibitisha kwamba kwangu mimi hatokaa sana, nakaa tu siku 2 siku 3 kuja kumchukua. Haya matatizo ninayopata mimi wewe ndio umeataka ndugu yangu. Sema nini mwanangu Chugabadi? Mimi naelewa kodi zote. Yaani ile kinda konda kishikwashi nishakuwasha mwanangu, mimi yule mara naachana naye, si unajua zile. Ile futa kwa sababu alikuwa anaelekea kuniua mwanangu maisha ya kweli. Afu soma mara moja soma naambia hata nilikuwa na geto, unajua katika mazingira fani ile kukuluka kala zile michezo ya kuku mwanangu, tunaelewa ile. Mara ghafla ndo mjoka huo rafiki yangu. Wewe mchumba bibi unasikia maswala bi mkubwa. Wewe alikuwa ananiuma yule mtoto yule. Mimi lazima gia mwanangu. Na sio tu yeye. Mimi na wewe mwanangu. Kuanzia leo bora tutupane. Yaani fanya mambo yako nifanye mambo yangu. Isije ikafika kipindi misala yako nikaja kuibeba mimi. Sijui kama unanielewa. Chugabadi sio kodi hizo. Wewe hizo sio kodi na kuwasha damu yangu ujue. Tuliza mazinzo mbona mawenge rafiki yangu mapepe mtoto wa Morogoro wewe. Hizo pejo ndakuwa aliteza kwa mwanangu Mwarabu au sio bwana? Mjomba Silisu anko Silindo atakuwa itapigo za tantalia la vishikwashi hivi mbovu mbaya mbovu. Chugabadi tulia mimi mwanao. Si unajua zile. Afu usinikatae kistaili hiyo, mimi familia yako ujue. Kitambo mwanangu kiboni bonto aso kiboni ya. Tunapijanisha kuanzia leo mpaka maisha ya kesho. Mungu dereva jishikilie, acha mapepe. Si kitambo mwanangu Chugabadi familia yangu ujue maisha ya kweli. Yaani kuanzia 1 2 mpaka 3, unajua? Baridi haina noma mwanangu. Kama unakuwa na mimi, huyo mtu wako mpige chini. Kishikwashi hapo wenyewe. Baridi nipeleke nikachukue ndala zangu. Ndio vile niliacha ndala mwanangu. Inachoma wewe. Kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vio. Sasa basi. Nataka niwaambie wale mliokuwa mnakutaga hapa is dead. Wamekufa. Hivyo basi mizimu imenichagua mimi nije kuendesha hiki kilinge. Kwa hiyo kuanzia sasa mimi ndo nitakuwa mmiliki wa hiki kilinge. Sasa basi ngoja tupate wadhamini kidogo. Ila nje anateswa na mapenzi. Huruma kwa ule binti mdogo amesuswa kwa songo na mama mzazi. Chungu lakini tamu. Wewe shut up your mouth. Sasa basi kuanzia leo mimi ndo mtakaye nikuta hapa, na mimi ndo kiboko ya wachawi, ila sio yule tapeli. Mnaweza mkaenda.
hawa wachawi wa hiki kijiji safari hiyo wameakanyaga. Nitawapiga kama Jackson Drunken Master. Wameakanyaga. Haiwezekani wamuue Bigi na Cheusi. Mizimu hawajakosea kuniita mimi. Kisasi cha zambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha zambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Jamani, kimekatika kichwa. Inauma wewe. Inachoma wewe. Kisasi cha zambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha zambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Kisasi cha zambi, matatizo kila siku vioja. Kisasi cha zambi, ndani vitimbwi yani mtindo mmoja. Familia miasi alomfata amtaki. Kisasi cha zambi, msela mengi ameshomizwa, ameamua kulipiza. Kisasi cha zambi. Kibibi, una shida gani? Unapatwa na nini? Una nini? Tafadhali naomba uniambie umepatwa na nini? Babu yako yupo. Babu yako yupo? Kwa kweli babu yangu hayupo. Katoka. Tukanisaidia mara moja. Una nini? Twende. Maisha yake hali duni, ana chochote anazunguka tu mtaani, huku akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Ana geto analala dago kwa wauni. Hey mama, wapi saizi unatokea? Na umevukaje katika haya maji mama? Huu mto si mto wa ajabu sana, na kuna vitu vya ajabu sana hapa. Mimi nakushangaa wewe kwanza umefikaje hapa? Ni kweli unachosema mzee wangu. Huko tulikotoka sio salama. Nilikuwa na mwenzangu amepelekwa na maji. Hata sijui yuko wapi. Na sio hilo tu mzee wangu. Njiani tumekutana na mauzauza kila aina. Kaburi si kaburi, jeneza si jeneza. Mwanangu songo, unajua mwanangu siku mbili sijielewi kabisa mwanangu. Yaani mwanangu najikuta mazonge mpaka nashindwa kufanya kazi. Sio kwamba unataka kufanya kazi. Maisha ya kweli mimi nakuasha kishikwashi. Wewe siku mbili tatu hizi mwanangu chuga bado ushakuwa muoga. Yaani umeingiza nidhamu ya uoga katika kazi na majukumu yote ya kimaisha. Hapo ndo unapofeli. Oya Ustazati. Ustazati. Lete. Uta hiyo mjombangu.
kisasi cha dhambi, matatizo kila siku vioja, kisasi cha dhambi. Mbona ndevu Samshu? Songo vipi? Jabadi. Wewe akatamka pateni zetu ujue. Wewe unamjua? Mjua wapi mjomba wangu mwenyewe nilijua afuta piskali ile, unajua selelesha baba. Piskali sio? Ishara kilambo hiyo. Alafu ndani tumekutana na kiumbe cha ajabu kinatisha. Hayo mama sio ya kunihadisia mimi napajua hapa, na ndio maana mimi nakushangaa wewe kuvuka mto huu. Hapa pana vitu vya ajabu sana. Kuna vitu vya ajabu vinaonekana hapa maeneo haya. Yaani twende nikusaidie. Oh my God! Tuesday, Monday of the church. Sugar buddy, I like it babake. Umeona michezo mwanangu? Kwa mwanangu unafagilia ya masuala yanayotokea, si ndio? Kwa mwanangu mtu anayayuka mbele yetu afu unaona ile baridi tunachekelea, si ndio? Yaani unachukulia poa, unachukulia shipapi, si ndio? Hii michezo hizi burudani. Oya hawa watu wa burudani unajua. Watu wa michezo rafiki yangu. Afu michezo kama kwenye movie ile Buba, tuna enjoy ile life bila chenga. Wewe unachowaza nini Chugabadi? Haijakunyeshea. Sasa nisikilize mwanangu. Kama uko kwa hiyo umechukulia baridi, yani umechukulia kwa shikopa nini, yani kwamba ilikotokea hapo mwenyewe umependa, yani umeona kama michezo movie. Endelea kuishi hivyo hivyo. Ila kana kujua kwamba yani kama mambo haya wewe unayafagilia, mimi ni bwana. Kama unanifagilia mimi mwanako, haya maswala achana nayo. Sasa wewe endelea hivyo hivyo hapo uone kama inakuwa shikopa kwa. Hao wananiletea namba wananitolea hapa tena kati mimi najauza maisha yako mtoto mdogo. Mimi ndo songo mbingo. Nyuma yangu kuna watu kibao Mwanabu film imekaa hapo kwenye ile. Yaani vinoma scan ile chapter unajua. Afu mimi siwazi baridi songo mjote wangu. Baridi wewe zima kwenye kiatu afu sasa. Mimi nitaogopa michezo midogo kama hizi burudani maisha ya kweli unaniletea laza ile. Anageto analala dango kwa wauni. Maisha yake ya duni, ana chochote anazunguka tumtaani, huku akijiuliza mtoto wa watu atampa nini. Anageto analala dago kwa wauni. Pole sana kibibi. Haya yote mama yako ndio aliyesababisha. Ni kwa sababu ya tamaa zake. Akashindwa kuendana na masharti yake. Na ndio maana na kuanzia leo ataishi gizani ili kwenda kutumikia adhabu yake. Pia nawe chunga sana hatua zako. La sivyo utakuwa miongoni mwao. Kijana wangu, vipi, mbona kama uko sawa? Una shida gani? Hivi mamdogo, katika haya maeneo nyinyi mnaishi vipi? Maana tokea nilivyoondoka na nilivyorudi ni vile vile. Hivi mamdogo, kuna shida gani? Wewe hapa umekuja kuishi au umekuja kuchunguza watu wanaishi vipi? Mamdogo, mimi hapa ni kwetu.
Sasa unavyoniambia nimekuja kuchunguza, kiukweli unanitatiza sana. Kwa sababu kuna vitu mimi sivielewi kabisa. Wakati nakuja huko njiani, nimekutana na mtu ananitabiria, sijui ananiambia vitu ambavyo mimi mwenyewe sivielewi. Na tangia nimefika hapa mdogo wangu simuoni. Na nikikumbuka haya mazingira, ndio wazazi wetu walipotea hivi hivi. Kweli unataka nilikalie kimya? Haiwezekani. Hiki kisasi lazima nikilipe. Iwe kwa damu, iwe kwa nyama, nitakilipa tu. Subiri. Subiri. Ndio nanishangaza. We badala ushukuru umefika salama, unalala unaamka salama. Hicho ndo ninachotakiwa kushukuru. Au mengine unataka kuyajua, achana nayo ya kuhusu, anakupotezea muda bure. Hasa hata ukijua itakusaidia nini kwa mfano labda. Achana nayo ya kuhusu, yatakupotezea muda wako bure. Ukiendelea kufuatilia haya mambo, utapotea kama alivyopotea wazazi wako na mdogo wako. Hanihusu kivipi mdogo? Hapa tunazungumzia familia ambayo ndio familia yangu na mdogo wangu pia. Sasa basi, mimi nikwambie tu mdogo, hili swala mimi siwezi kulikalia kimya. Na nitalifuatilia mpaka nijue mwisho wake upo wapi. Ninakuambia. Nadhani unielewi mwanangu. Nadhani unielewi kabisa. Wewe haya mambo achana nayo, ukizingatia wewe ni mgeni hapa kijijini. Ukiendelea kuleta ubishi wako na huo babe wako, kitakacho kukuta mimi sitahusika. Usinihusishe kabisa. Maana kila ninapokuambia unielewi. Oho. Mdogo, mimi nishamaliza. Haya, endelea kufukunywa mambo asokuhusu. Kitakulamba. Takulamba kama koni. Hangaika tu. Ndo wenyewe kijiji chetu tunakijua mpaka zedi. Koni huko. Mama. Mama fanya nini? Tafadhali nyamaza. Pole sana jamani. Nini kinaendelea lakini? Mama. Niambie nini? Mama. Mama mdogo ameni